Secret Window. Mambo vipi mtazamaji wetu wa kipindi chetu cha Secret Window kutoka hapa Mungo Super Brand. Kipindi chetu cha Secret Window kina vitu vingi sana ambavyo kama mtazamaji utajifunza, utaelimika na kupata madarasa mengi sana ambayo yatakusaidia kiuchumi, kijamii pia. Kijana mjasiriamali yoyote yule, karibu baki nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki upate elimu ya kujikwamua kiuchumi na kimaendeleo. Upo na mtangazaji wako Eli kutoka hapa Mungo Super Brand. Katika channel yetu hii itakuwa inakurukia kila Jumatano. Hivyo usisahau kusubscribe, kushare, kulike na comment. Na siku ya Jumatano ya leo tupo na mgeni wetu ama mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Mungo Super Brand ambaye atatufanulia ni jinsi gani kijana, mama mjasiriamali, baba mjasiriamali unaweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kiuchumi, kujiendeleza kimaendeleo yote yale. Namna gani unaweza kuipa pesa nidhamu ikakusaidia katika maendeleo ya baadaye. Hivyo baki nami mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki kwa mengi sana. Karibu sana mkurugenzi. Kwanza tunashukuru kwa muda wako kukubali kuja kuongea na vijana, kutoa elimu kwa vijana, majamii ama watazamaji wa kipindi chetu kuhusiana na maisha kiujumla. Na mimi una vingi sana vya kutushauri, kutuelimisha, tukajiendeleza kimaisha na kiuchumi. Karibu sana. Nashukuru sana, asante kupata fursa hii. Na tutaitendea haki na vijana watapata vile ambavyo wanastahili kupata, lakini pia na watu wengine katika jamii, iwe wazee ama wenye umri mkubwa na mdogo, pia wenye kuweza kutazama kipindi chetu wanaweza wakapata kitu kikubwa zaidi. Niliwahi kusikia kijana mmoja anasema kwamba kuna ugumu wa kupata ajira, lakini pia inawapelekea vijana kwamba kutaka kujiajiri wenyewe. Lakini pia hapo katika kujiajiri wenyewe wanaona kwamba ni ngumu kupata mtaji, kwa sababu pia anafikiria kwamba ili niweze kujiajiri mwenyewe lazima niwe na mtaji wa milioni 10, milioni 20. Kwa hiyo kijana anakuwa yupo njia panda, haelewi ajira ni ngumu, huku bado anawaza kwamba mtaji lazima niwe na milioni 10. Je, kuna ukweli gani hapo kwamba ili ujiajiri lazima uwe na milioni 10? Kuna ukweli gani kwenye hilo? Asante. Na katika kipengele hivyo naweza nikajibu kwenye pande zote mbili, lakini kwa kwanza na pande moja, upande wa ajira. Kwa upande wa ajira, ni kweli vijana wengi hawana ajira, lakini sio tu kwa sababu ajira hazipo, ila bali ni kwa namna gani mapokeo ya ile ajira kijana anaweza akayapokea. Cha kwanza, kuna kijana ambaye anaweza kwenda kufanya interview sehemu, lakini ile bonus ambaye anakuwa anaitoa kwa ajili ya yeye kupata kipato inakuwa labda ni kubwa kuliko uwezo wa ile taasisi au kampuni husika. Kijana huyo hawezi kuajiriwa. Kwa vijana wengi wana lack au wanakosa mapokezi ya kwamba ofisi husika ina kategori ya mshahara huu. Je, ukaweza kufanya kazi, tunaona kipaji chako ni kizuri, au tunauona uwezo wako unaweza kuleta impact kwenye taasisi yetu au kampuni yetu. Yule kijana anakuwa hayupo tayari kwa kuamini elimu alionayo na level ya elimu aliyokuwa nayo inaweza kumteva akapata kazi kwenye taasisi yenye kuweza kulipa mshahara mkubwa. Lakini pia kinachokosesha vijana wengi pia ajira ni kukosa uelewa wa ile kazi husika ambayo anaenda kuiombea. Vijana wengi wanatoka chuo wakiwa wana uelewa mkubwa wa theory kuliko wa practical. Kwa hiyo tunategemea kwamba vijana wanapotoka vyuo moja kwa moja mtu kama hana lugha nyepesi, labda kama hana uelewa zaidi na kile kitu. Kwa kuna mashirika ama taasisi nyingi sana ambazo zinapokea vijana kwa ajili ya kufanya field ama kufanya training kwa kujitolea ama kwa kulipwa hata kama ni posho kwa ajili ya wao kuwa training kuwa vizuri katika ile field aliyokuwa nayo yeye. Kwa hiyo vijana wengi wakiitumia itawasaidia kuwafanya wawe competent na kile kitu ambacho wamekisomea. Lakini kwa upande wa mitaji ipo mingi. Kuna mtaji wa kifedha, lakini kuna mtaji wa uaminifu, lakini kuna mtaji wa kipaji ulichonacho. Kwa nini tunazungumza hivyo? Tukija kwenye mtaji wa uaminifu, tunamaanisha ukiangalia wimbi kubwa la vijana sasa hivi wameangukia kwenye kuwinga. Ile pia ni moja ya hatua ya wewe kuweza kupata pesa kuja kuanzisha biashara ambayo ni physical. Kwa hiyo unakuta sasa mtu labda yuko mkoani anamtumia pesa yule kijana apeleke mzigo unapotakiwa. Kwenye upande wa kifedha
na uanzishaji wa biashara, unaambiwa biashara ya kwanza inaanza na wazo lako. Yaani mtaji namba moja ni wazo. Unataka kufanya kitu gani? Kwa yule kijana akishajua mimi natakiwa nifanye kitu gani, ile ni hatua namba moja ya kuanza kupata mtaji. Kuna watu ambao wapo wana fedha lakini hawana wazo la biashara. Kwa yule kijana anaweza akapata wazo la biashara, akalipeleka kwa watu wa fedha, tayari akaconnect, akapata pesa ile. Kwa tuna lose au tuna lack mtaji pia kwa njia ya mawazo ya biashara. Vijana wengi hawana mawazo ya biashara. Lakini pia katika huo mtaji, vijana wengi wanakosa mtaji kwa nadharia. Tunaposema nadharia ni nini? Ndio maana hata tukirudi katika uwigo uliokuwepo sasa hivi, hata serikali inakwambia imetoa mfumo wa kifedha kuwawezesha vijana, lakini wanakwambia upeleke wazo la biashara liliochakatwa. Kwa nini wanakwambia liliochakatwa? Ina maana ile itawapa taswira kwamba biashara hii itaenda kugharimu kiasi. Kwa vijana kwa upande wa nadharia wanakuwa wana expect mambo makubwa, kwa kudhani kwamba nikitaka kuanzisha biashara labda ya kitu fulani lazima niwe na milioni kadhaa. Kwa unakuta sasa vijana wanafikiri labda yale majengo yanayopostiwa Instagram yana biashara fulani, ile ndio biashara. Lakini akiweka genge, yeye sio biashara. Akiweka labda kituo cha kuuza maji, yeye sio biashara. Kwa hiyo ule mawazo yao ndio yanapeleka kuona kwamba mtaji, lakini mtaji upo kwa njia hizo za kuchakata mawazo, za kupata wazo la biashara, lakini la uaminifu ndio mtaji namba moja. Binafsi na kuona mkurugenzi kama kioo cha jamii, ama vijana wengi yoyote yule ambaye uko nje. Kwa hiyo kama ambapo upo kioo cha jamii, na naona umetoa hadi ajira kwa vijana tofauti tofauti, kwamba wewe ni kioo cha jamii kwa yule kijana ambaye yupo katika maisha ya chini na anatamani kwenda juu, ambapo wewe ulianza chini na sasa hivi una kampuni. Kwa kuna siri gani kwa kijana huyu ambao unaweza ukampa kwamba awe na ustahimilivu katika kuanza chini kwenda mpaka juu kumiliki vitu vikubwa? Ukiwasikiliza wataalamu wa masuala ya fedha na biashara, wanakuambia ili uweze kuwa stable lazima ukubali kuanzia chini. Unapoanza chini, hata nyumba unapokuwa inajengwa lazima uanze msingi. Hata kama ni ghorofa, hawezi moja kwa moja kuanza kuwezeka juu ukarudi chini. Kwa mantiki hiyo sasa, ili uweze kujenga nyumba imara lazima uanze na msingi imara. Kwa msingi wa biashara unatakiwa uanze chini, hatua kwa hatua. Kwa kuchukulia mfano wa kampuni ya Mungo Superbrand, ina maana ilianza kama duka la mangi. Ilianza kuhudumia wateja kama duka la mangi. Kwa wateja, unapojenga basic yao nzuri au msingi wao mzuri, ndipo watakupa mahitaji yao. Then unaanza kupanuka kidogo kidogo. Kwa unachotaka kuambia vijana ni kwamba kubali kuwekeza kidogo kidogo. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, kwa kuanza kidogo, kwa kujenga misingi imara ya biashara ikiwemo uaminifu, ndio nguzo ya kampuni ya Mungo Superbrand. Kwa hiyo tuliamini kwamba tutakapokuwa waaminifu, ina maana tutahudumia wateja vizuri na tutafanya wateja wapate kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Ina maana mteja akikwambia nipe mchele super, tulikuwa tunampa mteja mchele super. Ina maana hata kama yupo ama hayupo, kile kitu kinachomwendea ni 100% na kile ambacho tulifanyaje, tulimwaahidi. Hiyo ndio ilikuwa nguzo yetu. Naona kwamba changamoto kubwa ya watu ni kukosa mawazo, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza akawa na wazo, hana pesa, ama ana mtaji, hana mawazo. Lakini pia mtu anaweza akawa na vyote kwa pamoja. Lakini sasa mtu huyo ambaye anaweza kuwa na vyote kwa pamoja akawa ana ule wasiwasi, kuna utayari fulani ambao umepungua, kwa sababu labda alimuona fulani alianzisha biashara akashuka, fulani alianza hapa hakuenda popote, kwa anakuwa na wasiwasi. Lakini mawazo anayo, pesa anayo, anakuwa na wasiwasi wa kuanzisha ile biashara. Unamshauri nini kijana kama huyo? Ushauri wa moja kwa moja, kwanza unatakiwa unapotaka kufanya jambo lako uondoe dhana ya uoga, kwa sababu kuna msemo wanatumia watu wa mitaani, wanakuambia uoga wako ndio maskini wako. Katika dunia ya leo, na hata kama sio dunia ya leo, katika masuala mazima ya kumuonesha mtu fanya hichi kitu, sheria namba moja
ili uweze kufanya chochote lazima uwe na kitu kinachoitwa uthubutu. Kwa vijana wasiogope kuthubutu, lakini wathubutu wakiwa tayari wana mchakato na taarifa sahihi ya kile wanachoenda kufanya. Je, biashara hii ina taarifa sahihi ya jinsi itakavyoenda kupata bidhaa, jinsi itakavyoenda kuuza, jinsi soko lilivyo? Lazima akubali kusoma na kuelewa pia na kujifunza, ndipo aingie kwenda kwenye uthubutu. Kijana kama huyu anapotoka chuo bado anakuwa hajajua maisha vizuri. Fedha inahitaji nidhamu ya hali ya juu sana, na ni wengi kweli tunaona wanaidharau pesa ndogo, na ndio maana hata kwa upande wetu, upande wa Mungu, tumekuja na hiyo program ya kulipa thamani pesa ndogo tunaenda kuifanya kwa kubwa, na watu wanapokea vitu vikubwa. Kwamba unapokuwa uko wengi, wanapokuwa hapo chuo, wengi wako wanatoka hawana kitu, lakini wapo wengi wanatoka wana biashara zao. Yuko chuo anajua kufanya biashara ya viatu, yuko chuo anajua kufanya biashara winga, yuko chuo anaweza kutengeneza juisi. Tunaona vijana wengi wanatoka chuo lakini wana brandi za juisi, wanatoka chuo wana brandi sijui za mavazi, wanatoka chuo wana brandi za vipodozi na kadhalika. Sawa. Ningependa kwa faida ya watazamaji utuelezee labda Mungwe Super Brand, kampuni yenu inajihusisha na nini? Kampuni ya Mungwe Super Brand inafanya kazi nyingi ambazo ni za kiuchumi na za kijamii, lakini pia ni za kuwapa watu elimu au kuwapa watu wenye uelewa mkubwa wa namna gani maisha jinsi yanavyoweza kwenda na jinsi unavyoweza kuyamudu hayo maisha. Kwa mfano, katika moja ya majukumu ambayo tunafanya, kwanza tunahakikisha jamii inakuwa na stock ya vyakula nyumbani. Changamoto kubwa iliyokuwepo ni kukosa chakula ndani. Kana kwamba tunaposhtukiziwa na janga, tunaambiwa sasa tusitoke kuangalia ile janga tunawezaje kulivuka. Unakuta yule mtu anatakiwa atoke na apate riski aweze. Kwa hiyo pia imekuwa changamoto. Lakini tumeangalia kwenye jamii pia changamoto nyingi na ugomvi mwingi wa kifamilia, mpaka familia unakuta mume na mke hawakai pamoja, ndio unakuwa na tuseme kukimbiana kwa kiasi kikubwa. Ni ukosefu wa uhakika wa kula. Tumeangalia hiyo changamoto tukaona namna gani tunaweza kwenda kusaidia jamii. Lakini pia kwenye jamii kwenda kulingana na gharama za maisha zinapokwenda, tumeangalia ni namna gani upatikanaji wa vitu ambavyo ni luxury. Watu wanapenda vitu luxury sasa hivi, lakini uwezo wa kifedha hatuna. Lakini pia mitandao ya kijamii inatuonyesha maisha ni rahisi. Sasa namna gani sisi tunaweza kwenda kumuonesha vijana kweli ni maisha marahisi kama mnavyoona kwenye mitandao ya kijamii? Ndio tuna hiyo program ya kuwekeza kidogo kidogo, chochote unachokijua wewe, aidha ni gari, pikipiki, bajaji, nyumba nzuri, finishing nzuri, viwanja vizuri ambavyo viko location nzuri ambavyo vinauza bei kubwa, na wewe uweze kwenda kununua by cash. Kwa sisi tutakuwekezea baada ya muda fulani. Kama ni kitu cha kuchukua pesa, tutakupatia pesa. Kama ni kitu cha kuchukua kile chombo, tutakupatia kile chombo. Ona wewe utakuwa na maisha kama ya hayo ambayo uliyaona kwa gharama nafuu kabisa, ambaye ni shilingi 10, 20, yaani pesa zote za Kitanzania ambazo labda sio tangible. Kwa mfano shilingi 10 sasa hivi inaacha kufanya matumizi mpaka level ya shilingi 20, shilingi 50 zinaanza kupotea. Lakini sisi tunaipokea kwa njia ya invisible na kuifanya iwe kubwa. Kwa hiyo ndio namna ambavyo tunaweza kuwasaidia Watanzania kwenye kampuni yetu kuipa thamani pesa na kupata vile vitu ambavyo sio rahisi kufikiria kama unaweza kuvimiliki, lakini ukiwa Mungwe unaweza kuvimiliki. Ndugu mtazamaji, kama wewe umesikia, umepata elimu kutoka kwa mkurugenzi, naamini utakuwa umejifunza vingi sana, na utakapoenda kufanyia kazi utakuwa umejikwamua kiuchumi kama wewe tulikuwa tumeelezea. Naamini darasa la leo ni kubwa sana kwako na kwa jamii kiujumla. Mkurugenzi, ningependa kufahamu na tungeenda kwa kumalizia kwamba katika michezo yenu ni mchezo gani ambao umekuwa pendo sana kwa watu, yaani mchezo ambao umewavutia watu wengi sana, hapo pia utamalizia kuelezea na wananchi unapatikana wapi na vitu kama hivyo. Michezo pendwa sana na Watanzania ni michezo ya chakula, hususani ya sikukuu, Christmas, Pasaka, mwaka mpya. Ni michezo ambayo inapendwa sana kwa sababu pia ni ya muda mrefu. Lakini pia michezo ya kifedha ambayo huwa inawafanya
Watanzania wanaweza kutatua zile changamoto zao ndogo ndogo. Baada ya mwezi fulani mimi nahitaji kiasi fulani, either kwa ajili ya kulipa kodi, kwa ajili ya kwenda kulipa ada, kwa ajili ya kwenda kununua kiwanja changu cha target nilojiwekea. Kwa hiyo nikiwekeza kidogo kidogo napata hichi kitu. Kwa hiyo vile ina hamasa sana, kama mtu anawekeza anakuja anachukua, ana uhakika wa kwenda kupata kile kitu. Kwa upande wa Dar es Salaam tunapatikana Twangoma, na mikoani bado hatuna branch. Kwa hiyo huduma tunatoa mikoa yote Tanzania bara na visiwani, ila tunakuwa tunafanya deliveries, bado hatuna branch. Lakini pia unaweza kutembelea mitandao yetu yote ya kijamii, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, yote tunatumia jina la Mungwe Super Brand Company Limited, jina ni moja tu. Lakini pia ukifika kwenye peji zetu kuna namba za simu, unaweza kwa follow moja kwa moja link kwaja kwenye group zetu za WhatsApp, ama ukatupigia simu tukakupa maelekezo zaidi. Ndugu mtazamaji, leo tumepata madini ya kutosha katika kipindi chetu cha Secret Window. Naamini mmesikia na mmeelimika, lakini pia mbali elimu tofauti kutoka leo tumeambiwa kwamba Mungwe Super Brand anajihusisha na nini na anapatikana wapi. Kwa hiyo mbali na kupata elimu ya maisha, lakini pia tumepata jinsi gani tunaweza tukawekeza pesa kidogo kidogo na tukanufaika kiuchumi na kimaendeleo pia. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Leticia Prosper. Tutakutana tena katika Jumatano ijayo katika kipindi kijacho. Secret Window.